Mtazamaji, asante sana kwa kuchagua sehemu hii kupata sehemu ya maarifa. Katika video iliyotangulia nimezungumzia jinsi gani watu wanashindwa kufikia hatima zao au destiny kwa Kiingereza kutokana na kuishi maisha ya wasiwasi au hofu. Watu wengi ambao wana maisha ya wasiwasi au hofu wanakuwa ni watu wenye hasira za karibu. Sasa katika video iliyotangulia nimezungumzia juu ya sehemu fulani ya ubongo ambayo inaitwa kwa Kiingereza reticular activating system. Ni eneo ambalo Mungu ameliweka katika miili yetu liweze kutuongoza kwenye hatua ambazo zitapeleka kwenye destiny ya maisha yetu. Yaani ile hamu ulionayo ya kupata kitu fulani, ya kufikia hali fulani au ya kuwa katika hali fulani ulionayo, lazima iwe na mwongozo wake ili uweze kufika mahali pale, na mwongozo huu unatolewa na sehemu ya ubongo inayoitwa reticular activating system, kwa kifupi wanaita RAS. Sasa katika video iliyotangulia nimezungumza kwamba unapokuwa na wasiwasi, hofu au stressed, unaizuia hii reticular activating system isikuongoze mahali sahihi ili kutimiza malengo yako au maono ulionayo. Yaani hofu inatengeneza barrier au kizuizi. Kwa mfano sasa hii tochi ni reticular activating system. Nikimulika hapa, hofu inazuia uweze kuona unakoelekea. Sasa wataalamu wa sayansi kwa Kiingereza wanasema hivi: kazi ya hii reticular activating system na jinsi gani hali ya kuwa relaxed, ya kutulia, hakuna pressure, ni ya muhimu sana kwa hii kufanya kazi vizuri na kuletea matokeo mazuri. Anasema hivi kwa Kiingereza, anasema hivi: a relaxed mind increases blood flow to the prefrontal cortex. This allows the reticular activating system to effectively connect ideas and spot opportunities you would completely miss in a panicked state. Kwa Kiswahili nasema hivi: ukiwa na akili ambayo imetulia, haina wasiwasi, haina stress, haina hasira, inaongezea mtiririko wa damu kwenye sehemu ya ubongo ambayo inaitwa prefrontal cortex, ambayo inahusika na kufanya maamuzi. Nasema damu inapoongezeka kwenye eneo hilo la ubongo, inaruhusu reticular activating system kufanya kazi vizuri ya kuunganisha mawazo ili uweze kugundua fursa na kuziona fursa kwa urahisi zaidi, kitu ambacho kama ulikuwa kwenye hasira au wasiwasi utakuwa umesimisi fursa hizo au vitu hizo ambavyo vingekupelekea kuweza kutoboa. Sasa haya ni mambo ambayo yanathibitishwa kisayansi. Sasa ninachozungumza ni hivi, ni kwamba kwa sababu tumezoea hali kama hii katika maisha yetu. Kwa mfano, mtu ambaye amekuwa na marafiki ambao mara kwa mara wanazungumzia matatizo ya watu wengine, wanazungumzia makosa ya watu wengine, wanazungumzia mabaya ya watu wengine. Unapokuwa na marafiki au wazazi wa design kama hiyo, wanazungumzia mabaya ya watu wengine, utajikuta wewe mwenyewe ndani ya nafsi yako utaanza kuwa na wasiwasi, watu wasikuzungumzie vibaya, watu wasikuseme vibaya, kwa sababu ulikuwa kwenye kundi la watu ambao wanazungumza vibaya juu ya watu fulani wa mabaya mabaya. Kwa hiyo kutokana na urafiki huo uliokuwa nao na watu, kwa hiyo utajikuta kwamba akili yako umeitengenezea mazingira ya kuogopa kusemwa vibaya au kutafsiriwa vibaya. Kwa hiyo unajikuta unajipinga wewe mwenyewe ili uweze kufurahia maisha yako kikamilifu. Usifikirie kwamba hela ni kila kitu au kuolewa ni kila kitu au kuwa na hiki ni kila kitu. No, jinsi gani nafsi yako unaitengeneza ili uweze kufurahia kila kitu utakachokipata. Hilo ni jambo la msingi sana.
Hebu fikiria mtu anakosa usingizi kwa sababu anawaza sijui itakuwaje, sijui itakuwaje, sijui itakuwaje. Sasa wataalamu wa sayansi wanasema hivi, pale ambapo una focus ndipo energy inakwenda huko huko. Nasema hivi, where focus goes, energy flows. Where focus go, energy flow. Yaani nguvu zako nyingi zitaenda kwenye yale maneno. Kwa hiyo ukiwa na wasiwasi sijui itakuwaje, tayari unatengeneza mazingira ya matatizo kukukuta wewe. Kwa hiyo uwe mtu wa kutarajia mazuri. Ndio maana yake ninachokuambia hapa, ili hii reticular activating system ikuletee mazuri, ikuelekeze kwenye mazuri unayotamani. Kwa hiyo yanapokuja mawazo ya hasira, ya kukosesha amani, ukawa na huzuni, yanapokuja mawazo yaweke mbali. Kwa sababu gani? Reticular activating system ni kama chujio, lakini ni chujio ili ifanye kazi vizuri, inapasa wewe ulipe mwelekeo. Ukiwaza tu kushindwa, basi itachuja hii reticular activating, uletewe mambo ambayo yatasababisha ushindwe. Wanaita ni filter, au mtaalamu mwingine kaita ni gatekeeper. Inazuia mambo yale ambayo una focus on, yale ambayo focus on inayazuia yasije. Haijalishi ni mazuri au ni mabaya, yale mambo ambayo unayaangalia sana ndio ina focus kwenye hayo. Kwa hiyo itakuletea aina hiyo. Kwa Kiingereza wanasema more of the same. Kwa hiyo ukifocus, watanielewaje, itakuletea vitu vya design hiyo. Kwa sababu hii reticular activating system ni chujio, itakuletea yale ambayo unayaangalia kwenye akili zako, unaoyawaza sana, unaoyaogopa, yale ndio unayaangalia. Kwa hiyo kuwa mtu ambaye wanaita free spirit. Free spirit ni kwamba hababaishi, hana wasiwasi, mambo yote anaona tu kwamba itakuwa tu okay. Kama vile mtoto mdogo hana wasiwasi, anajua kwamba itakuwa tu okay, chakula kitakuwepo, hana wasiwasi hata kidogo. Ndio maana Bwana Yesu akasemaje? Akasema hivi, huwezi kuingia ufalme wa mbinguni kama usipokuwa kama mtoto. Huyo Yesu akazungumza, asema huwezi kuingia kwenye ufalme wa mbinguni usipobadilika kwa kama mtoto. Ndio maana Yesu akasema, akamwambia mtu mmoja wa dini, akasema huwezi kuingia kwenye ufalme wa mbinguni mpaka umezaliwa mara ya pili. Unaweza kuona, akasema huwezi kuingia kwenye ufalme wa mbinguni mpaka umezaliwa mara ya pili. Yaani wewe na akili ya kitoto kama mambo yatakuwa okay tu. Sasa hipo unapokuwa na mtazamo kama huo, tunaita mtazamo. Wewe mtazamo wako unaangalia tu, watanicheka, nitashindwa, sijui itakuwa hivi, sikuwa. Kwa hiyo mtazamo unapoelekeza ile reticular activating system, itakuletea mambo yale ya kushindwa, ya kuaibika, ya kusemwa vibaya. Jiamini kwamba unaweza. Jiamini kwamba itawezekana, hata kama itachukua muda kiasi gani, itawezekana. Waseme wasiseme, itawezekana. Huo ndio mtazamo sahihi. Na Yesu akasemaje? Akapigia mstari, yule Mungu anaitwa Yesu, akapigia mstari akasemaje? Yote yanawezekana kwake aaminie. Anayeamini ana ujasiri kwamba hili linawezekana. Ana ujasiri. Naona sasa wewe una ujasiri, unakuwa tu mwoga, unajiambia mwenyewe. Wewe maisha ni ya kuenjoy. Sio unaishi kama mfungwa. Kwa nini unapenda kuishi kama mfungwa? Ikatae hiyo hali. Nakwambia ikatae kuanzia leo. Ikatae kwa nguvu zote. Likija wazo la kukatisha tamaa, piga teke. Likija pangua kama vile golikipa kwenye kona ikipigwa anapangua. Pangua na wewe, pangua. Hiyo itasababisha uishi maisha ambayo mwenyewe ukiangalia kasema I'm happy. Wazungu wana msemo, wanasema kwamba I'll die a happy person. Asema I'll die a happy person. Hicho ndicho ambacho kinatakiwa. Ufe una raha, sio unaofu na wasiwasi. Umekuwa ng'ombe